So kwa leo tutaangalia concept nyingine sawa ya demand na supply zone. Demand ni supply zone. Hii ni forex for beginner, lakini pia kabla sijaendelea, ningependa pia support yako, ulike video, lakini pia subscribe and turn on notification ili kwa wakati mwingine kama nita upload video nyingine unapata notification. So naomba tutaendelea kwa haraka ni kama kawaida. Page ni ya Million Pips Club. Unaweza pia search YouTube kwa kujifunza vitu mbalimbali kuhusiana na forex. Na kwenye lesson ya leo tutaangalia supply and demand zone concept au terminology na jinsi ambavyo inatokea katika market. Hii ni concept muhimu pia kwenye forex trading kwa sababu inatusaidia kuelewa maeneo ambayo buyers na seller waliingia kwa nguvu kubwa kwenye market. Pia inatupa ile ni moja kati ya sababu ambayo inatupa tufanye maamuzi ya kubuy au ya kusell kwenye nini, kwenye market. Kwa concept ya muhimu inabidi uifahamu. So tungeanza moja kwa moja tuangalie maana ya supply na demand. So supply na demand ni maeneo kwenye chart ambapo kulikuwa na imbalance kubwa kati ya buyers na sellers. Hapo kwa upande wa demand, buyers walikuwa strong kuliko seller, na kwa upande wa supply inamaanisha kwamba sellers walikuwa strong kuliko buyers. Ningependa nionyeshe katika chart sawa, mfano sawa. Tuna zoni ya kwanza hii hapa juu sawa. Lakini pia tuna zoni ya pili pia ni hapa chini sawa. Sasa kwenye chart hii zoni ya juu inaitwa supply zone sawa. Ni kama ambavyo nimesema mwanzo, ni sehemu ambayo sellers wanakuwa wako nini, wana take control na kuwa wako na nguvu ya kufanya nini, ya kupush market kuelekea chini. Lakini pia katika eneo la demand zone ni sehemu ambayo buyers wanakuwa nini, wana take control ya market, kwamba wana push market kwa kuelekea juu. Kwa hii juu ni supply zone ambao seller wanakuwa wana take control ya market, wana push market kuelekea chini, na chini ni demand zone ambapo buyers wana take control of market, wana push market kwa kuelekea juu. Hapo na imani umenielewa. Kwa pia pili ni demand zone kama ambavyo nimeelezea. Demand zone ni area ambapo price ili drop kwanza sawa, ikafanya small consolidation kisha ikaenda strongly kwenda juu sawa. Kwa sehemu nyingine kwamba demand zone ni sehemu ambayo buyer wanataka control na wana push market kwa kuelekea juu. Hivyo na kinyume cha supply zone, kwa supply zone ni area ambapo price kwanza ili push kuelekea juu ikafanya base kisha ika drop strong pattern, kwamba kwa market ikifika kwenye supply zone sawa, kwa asilimia kubwa seller anataka control ya market afu ana push market kuelekea chini. Pia kuna structure ya zone. Kila zone ina sehemu tatu sawa. Ina impulse move, ina base, alafu ina departure sawa. Lakini kwa base ndio actual zone. Kwa mfano ukija kwa haraka kwenye chart sawa. Kwa mfano kwa upande wa nikupe mfano labda wa impulse movement sawa. Hiyo ni sehemu ambako kama ambavyo nilisema kwamba ikiwa kwenye supply zone kwamba seller wanakuwa nini, ikiwa kwenye supply zone seller anataka control market kama ambavyo unaona sawa. Angalia hii candle kubwa ambayo imeformiwa hapa ya kusell, hii ndio inaitwa impulse move, kwamba market ilikofika hapa sawa kwa ukubwa sana sawa, au kwa high pressure, kwamba seller akafanya nini, akapush market kuelekea chini. Kwa nini? Kwa kiwango kikubwa. Hii ni hapo ukiangalia ni kwenye day, pia ukiangalia hata kwenye 4 hour umeona kuna nini, kuna candle kubwa za kufanya nini, candle kubwa za kusell. Kwa hiyo terminology inaweza kurefer the impulse movement ya nini, ya market kutokea hapa kuja ni ku drop kwa kuelekea chini. Hapo na imani kwa uchache umenielewa sawa. Vitu vingine tutazidi kuangalia kadri tutapokuwa tunaendelea video nyingine za mbele. Kuna types of zone hapo. Kuna fresh zone ambayo inakuwa ni strongest kwa sehemu kubwa, kuna tested zone inakuwa ni weaker, lakini kuna blocked zone ambayo inakuwa ni invalid sawa. Kwa kawaida zone kuna ile ambayo zone ni strongest ambayo market kila ikifika inashindwa ku break na inakuwa inafanya reversal, lakini kuna tested zone ambayo inakuwa ni weak, kwa asilimia kubwa market inaweza ka break sawa,
alafu ikazidi kuenda katika direction. Kama ilikuwa ni buy, ikazidi kubuy kwa kuelekea juu. Kama ilikuwa ni sell, ikazidi sell kwa kuelekea chini. Lakini kuna blocked zone, hii ni invalid, kwamba sio zone, sio strongest zone, kwamba kwa asilimia kubwa market inaweza ka break sawa kwa kuelekea juu au kwa kuelekea chini. Je, niangalie mfano kama ambavyo unaona hapa. Mfano ni ilikuwa ni strongest zone sawa, lakini mara ya mwisho sawa ika break hapa, market ika break kwa kuelekea juu sawa. Kwa hapo unaweza tukatemu kama ni break zone sawa. Zone yoyote inaweza kawa ni strongest au pia inaweza kawa ni kwa asilimia, inaweza hata ikawa ni weak, lakini kuna wakati inaweza kafika kwamba market ika break ile zone kwa kwenda juu au kwa kwenda chini. Kwa hiyo inaweza katokea kwenye market. Swala la msingi ni kuangalia market inafanya kitu gani katika eneo fulani, hiyo ndio kitu cha msingi. Sawa. Hapo kuna market structure plus supply and demand, high probability setup kutokea pale ambapo bullish structure inaambatana na demand zone, lakini pia bearish structure ina plus supply zone, always trade the trend. Yani kwamba kwa maana ya kawaida sawa, inabidi kwa kawaida unatafuta zile ni high probability setup sawa, unatafuta zile ni wanasema ni A+ setup za kuingia sawa. Na kuna vitu vingi unavihusianisha ili uweze kuona kwamba hiyo entry yako ambayo unachukua ni nini, ni A+, kwamba kwa asilimia kubwa itawin, itaenda kwenye TP au itakuwa ni profitable entry au itakuwa ni profitable trade. Kwa kuna vitu vya kuconsider vya kuzingatia, hiyo market structure, lakini supply na demand kwa sehemu kubwa sawa. Lakini hapa pia tuna common mistake ambazo watu huwa mara nyingi wanafanya sawa, na mara nyingi ni beginner kwa sehemu kubwa, ni drawing too many zone sawa. Mtu anakuwa anachora zone nyingi katika chart yake. Kwa kawaida inabidi utafute tu zile sehemu ambazo ni strongest zone, na kwa asilimia kubwa utumie ni higher time frame, usitumie lower time frame. Ukitumia lower time frame unaweza kuchora zone nyingi ambazo hazina maana. Lakini ukitaka kuchora demand and supply zone kwa sehemu kubwa, tumia higher time frame. Mfano mimi hapa nimetumia 4 hours, so nime identify hapa supply zone ya chini na ya chini ni demand zone. Kwa asilimia kubwa market ilifika mara ya kwanza ka drop, mara pili, mara tatu, mara nne, na ilifika chini mara ya kwanza ikarudi juu, mara pili, mara tatu na mara nne. Kwa sehemu kubwa sasa ukiwa unataka kuchora demand and supply zone, kuweka hizi alama za demand na supply zone, tumia higher time frame, usitumie lower time frame. Lower time frame kwa sehemu kubwa inaweza kufanya ikakupa zone ambazo sio sahihi. Sawa. Lakini pia kuna using huge zones, pia kuna ignore higher time frame, sawa. Kuna entering without confirmation. Hii entering without confirmation pia tutaangalia, sababu kwa kawaida entry yote ili uingie entry inabidi entry confirm kulingana na wewe vigezo vyako. So kwa uchache hapo tumeangalia supply and demand zone, pia nimekuonesha jinsi ya kuidentify hizo supply na demand kwenye chart. Kwa hapo kuna summary ni supply na maanisha ni selling pressure, demand kwa asilimia kubwa ni buying pressure sawa. Asilimia kubwa buyers wanatiki control ya market kwenye demand. Kuna fresh zone as stronger, kuna combine with market structure plus session. Kuna vitu vingi vya kucombine kabla hujachukua end sawa. Hapa ni kwa uchache tu, ndio kwa sababu tunaanza sawa. Kama unazidi kwenda tutakuwa tunaangalia vitu gani mtu inabidi uhusianishe sawa, kabla hujachukua entry ya kubai au ya kusell. Pia ikiwemo na session husika sawa. Huwezi tu kuchukua entry random sawa. Hapo natumani kwa sehemu kubwa mmenielewa. So kama utakuwa una swali unaweza kauliza hapo kwenye comment, lakini pia unaweza kama nitaweka pia link ya kujiunga kwenye community yangu ya WhatsApp. Kama utakuwa kuna swali lolote unaweza kauliza pia huko. Natumai mmenielewa. Pia kwa support unaweza ukalike video, pia ukasubscribe na ukatana notification ili nikiupload video nyingine upate ujumbe.